Bwana libarikiwe sana watu wa Mungu aliye hai. Maombi, haujifunzi maombi kwa kusoma notes. Haui mwana maombi kwa kuwajua watu wengi waliowahi kuomba. Haui mwana maombi kwa kufuatilia tu watu wanaoomba, au kwa kujua historia ya watu walioomba muda mrefu. Maombi ni kuomba. Baada ya kujua historia ya kina John Haidi, kina Father Nash, kina Bishop Paul Israel Shabani, walioomba kulikweli na wanaomba bado kulikweli. Baada ya kujua hizo historia zao, nawe kaombe. Historia ya mtu alivyoomba haikufanyi uwe muombaji. Baada ya kusema Elia kilikuwa chuma cha maombi, nawe kaombe. Umeshajua Elia amepata kuomba, nawe kaombe. In fact, watu wengi ambao ni role model leo hii, ukifuatilia maisha yao ya nyuma, wao hawakusoma vitabu vya maombi. Mtu kama Ibrahim hajawahi kusoma kitabu cha maombi. Ajifunze wapi kuomba Ibrahim? Eti kuna mtu alimpa lecture? Hapana. Kwa sababu maombi ni zaidi ya mahitaji. Maombi ni sehemu yako ya ushirika ya wewe na Mungu. Haleluya. Ni sana ndoa. Mafundisho yote ya mtu anayopewa ni 10% tu ya msingi kwa ajili ya hiyo. Lakini 90% ni mtu yeye alivyo. Ndio maana ndoa zinatofautiana, zote ni za walokole lakini zinatofautiana. Ndivyo alivyo maombi. Haleluya. Mwingine yeye Mungu amempa neema ya kufunga madrai makavu, anafunga siku 7, siku 10, siku 21 na afi. Afu kuna mtu anafunga 5 kavu na anakufa. Haleluya. Kwa sababu maombi ujifunzi tu kwa kumfuatia mtu fulani. Maombi anza kuyaomba, muombe Mungu. Ni ushirika wako wa kila siku, hatufanani kuomba. Na ndio maana kuna roho ya neema na kuomba. Inamfundisha kila mtu kuomba according to his purpose. Inamfundisha kila mtu kuomba kutokana na mwito wake aliyokuwa nao. Inaitwa roho ya neema na kuomba. Ile sentence ya neema, kama tunavyoja kwenye Tito 2:11 kwamba neema inamfundisha, neema ya wokovu ikifunuliwa inamfundisha mtu kukataa ubaya. Lakini roho ya neema na kuomba, neema ya kuomba ikija kwa mtu, haimfundishi tu kuomba, inamfundisha mtu kuomba sawa sawa na kusudi alilopewa na Bwana. Haleluya, watu wa Mungu aliye hai. Bezaleli hawezi kuomba sawa sawa na Musa. Bezaleli akishaja roho anapiga mambo ya ujenzi. Kwa kuna namna ya maombi inatakiwa itokee kwenye maisha yako, ambayo hiyo utajifunza kwa mtu. Kwa hiyo baada ya kusoma vitabu 1000 vya maombi, kaanze kuomba. Kusoma vitabu haikufanyi uwe prayer warrior. Na ndio maana tuna watu wengi wana maarifa mengi kuhusiana na maombi, wana maarifa mengi kuhusiana na mambo ya uponyaji, wamesoma mpaka vitabu vya kufufua wafu. Lakini ukifuatilia hata waliofufua wafu hawakusoma vitabu vya kufufua wafu. Ilikuja automatically baada yako. Ndio maana mitume hawakumwambia Yesu tufundishe kufanya miujiza, hawakumwambia Yesu tufundishe namna ya kuhubiri. Walimwambia Yesu teach us how to pray, tufundishe kuomba. Kitu kikubwa ambacho pasta wako, ambacho mtumishi wa Mungu atakuwa amekiweka cha maana kwenye maisha yako baada ya kujaa Roho Mtakatifu ni kitu cha kuomba. Kuomba. Mitume waliweza kumwambia Yesu, tumeona ukimwamsha Lazaro, tufundishe kuformati kama Lazaro zifuke nyingi. Akawaambia no, we know your secret, siri yako kubwa sio kanuni fulani, siri yako kubwa ni kuomba. Maombi yanakufunulia kanuni. Maombi yanakufundisha namna upako unavyofanya kazi kwenye maisha yako. Maombi yanakufundisha namna ya kutumika kwa aina yako. Haleluya, watu wa Mungu. So pray. Usikae tu nimesoma vitabu vya kina Kennedy Hagin, vitabu vya kina. Baada ya kusema hivyo kaombe. Kaombe. Dr. Yong Cho anasema siri kubwa ya kuwa na kanisa kubwa ni yeye alikuwa naomba. Anasema nilikuwa kwa masaa 24 naomba walau masaa 5. Dr. Yong Cho. Na ndio mtu ambaye alikuwa na kanisa la watu wengi 600,000 huko. Kwa ibada moja watu 200,000 ni kitu cha kawaida. Alifika pale kwa sababu alikuwa anaomba. He pray.
Biblia inasema maombi ya mwenye haki. Cha kwanza kuwa mwenye haki ni kuokoka, kuyakataa madhambi na nini hapo. Maombi ya mwenye haki yanafaa sana ikiwa ataomba kwa bidii. Kwamba kumbe maombi ni swala kuomba kwa bidii, sio swala nimesoma vitabu vya maombi kanuni. Kwa sababu gani? Maombi tu hayakusaidii kutoa tu majibu. Maombi pia yanakusaidia kukuchonga wewe uyafananie maombi. Uyafananie unachokiomba. Ndio maana Yesu aliomba mpaka akang'aa uso. Kwa nini? Maombi yanakugeuza. Maombi yanakuongezea kiwango cha utukufu wa Mungu utakachotembea nacho kwenye maisha yako. Maombi yanaongeza kiwango cha utukufu wa Mungu kwa ajili ya ndoa yako. Maombi yanakupa hekima ambayo hutopata kwenye kitabu chochote. Bwana Yesu sana. Nasema ishini na waongezeni kwa akili. In fact, utafuatilia semina zote za ndoa. Semina zote zitakupa 5% au 10 za namna ya kuishi na mwanamke. Lakini 90% unahitaji akili fresh kutokea kwa Mungu. Kwa sababu mwanamke wako ni tofauti na mwanamke aliolewa na mtu fulani. Au sasa mwanaume mimi Pokoba ni tofauti kabisa na mwanaume mwingine yoyote kwenye eneo la mahusiano na ndoa. Kuna vitu basic kama kila mwanaume anavyo, lakini vitu vingine unahitaji akili maalum kutokea kwa Bwana. Na ndio maana kila mwanaume anampenda mwanamke kwa aina yake. Mwingine anasikia napenda shingo yake imekatika katika, mwingine anasikia napenda madimpo yake, mwingine anasema napenda macho. Kwa watu wako tofauti. Sema mtu wangu mimi ni romantic wa mtu na mtu unatofautiana. Romantic wa mtu mwingine ni apewe vizawadi, mwingine umpe muda, mwingine ukimpigia simu anataka tu moto. Omba na mimi mwanaume wewe. Igalagalaga. Sasa kilume changu kipo romantic. Mwingine anataka mtu wa kumsikiliza. So pray. Ukiomba Mungu atakupa siri. Huyu mwenzi unaishi na yeye. So haujifunzi kuomba kwa kusoma tu vitabu. Baada kumweza kusoma vitabu kaombe. Jina la Bwana wewe. Kaombe, acha kelele. Nimesoma vitabu fulani. Nimemfuatilia Pastor Chris ya Kilome, anafundisha mahusiano vizuri, anafundisha maombi vizuri. Nimemfuatilia baba yangu Bishop Paul Shabani, anafundisha maombi. Baada ya mzee kufundisha kuomba, kaombe na wewe. Kwa sababu kimsingi mikesha mingi, mtu baada ya mkesha anaacha kuomba. Umeenda mkesha kujichaji, utakuwa na matokeo au kitu ulichokipokea kwenye ibada fulani au kwenye maombi fulani au kwenye mkesha fulani kitakaa kwenye maisha yako. Baada ya kutoka kwenye hiyo ibada, baada ya kutoka kwenye huo mkesha, nini unafanya baada ya hapo? Unaendelea kuomba au unaacha? So kujua historia za kina Father Nash waliomba, kujua historia za kina Joseph Ayo Babalora, kujua historia za mababa wetu wa imani, Bishop Dustin Maboya na watu kaza wakaza, babangu wa kiroho Bishop Paul Shabani. Kujua historia waliombaje, waliomba kwa umbali gani, ni vizuri, inakupa namna nzuri ya kuomba, lakini haikufanyi uwe na mamlaka kwenye eneo la maombi. Mamlaka, ngazi, authority kwenye eneo la maombi inapatikana kwa wewe kujichimbia kwenye maombi. Yeah. So pray my bro. Pray my sister. Maombi hujayajua maombi mpaka uyaombe. So ukitaka uelewe maombi, kaombe kwanza. Ukitaka uyajue kwa kina maombi, kaombe. Nenda field, pray. Begin to pray. Nasoma vitabu vya maombi kwanza nielewe kai. Elia alisoma kitabu cha nani cha maombi? Ila aliomba. So go and pray. When you pray much utaelewa. Mimi nikiomba, nikichoka labda, nikiweka kamziki napata nguvu. Yeah. Labda nikiomba, nikisikia uchovu wa maombi, yaani nikisoma neno, alafu ndo nikija nikaomba, napata power zaidi. Kila mtu anaanza kuelewa namna yake ya kuomba. Kwa sababu hatufanani. Haleluya. So maombi utajifunza maombi kwa kuomba. So naheshimu usomaji wa vitabu. Soma vitabu, fuatilia watu wa Mungu. Baada ya kuwafuatilia, tafuta muda wako wewe binafsi wa kuomba. Na Bwana anakubariki sana katika jina la Yesu. Haleluya.